I go deeper. Na hiyo ndio nataka tuzame, tuingie deeper into the world, both ya kwa shetani na kwa Mungu, the spiritual realm, so that we can be able to access and understand what could be the challenges or what could be the problems we are facing in our lives. Because these are many things tuko nazo, difficult things, mambo complicated, but we don't know how to unravel them. Fortunately today, as I had prepared my nilienda kwa mlima na Mungu akaniambia zile vitu nitakuja kufundisha. Surprisingly, the people I've been able to meet, that's exactly what I was taught to come and teach. So if you came to my office and we discuss something, usikie nikihubiri hapa, sio wewe umeniambia, nilikuwa nimeambiwa. It's only that I didn't know where ndio utaleta hiyo confirmation. This is the day, the teachings of today. And what to say, where to say, and then God brings you the people to affirm the story he gave you in the night. Hello, I heard your story before you came, and it is here written. Yote yako iko hapa. Yeah, whatever you told me, I had seen it, and God told me, go and teach this, because my people are perishing because of this. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi hapa, it's not that we have problem, it's not that we are sinners. We are not sinners. Most of us here, we are clean. Sio mimi sijisabu hapo. Mimi dhambi niko na nyingi. Kuna wengine hapa mko wasafi sana, clean. Lakini ile shida mko nayo, afadhali mimi niko na sini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikulie tumena thina na maturaka kanitha-ini. Ona mama kuagira kanitha-ini tagira thiaba. They are always in charge. They do everything that is supposed to be done. They are faithful. They are tithers. They are givers. They do everything within their means. But they are poor of the poorest. They are struggling. Every misfortune is all over around them. Why? Unakuja hapa kwa praise and worship team, wewe ndio huko ndio unainira, unaingia kwa intercessor. Ebu angalia ma intercessor. They are the poorest. Go to any church. Or intercessors wengi. 90% ya intercessors makoko malipua. Why? Na nakuambia ninaombea kanisa. Lakini baada ya kuomba, tuombe tulale hapa tukiomba, atakuomba fare. Na ni fare pesa ngapi? 100 bob. Sasa akikuomba fare 100 bob, anakuambiaje? Hata sakura hana. So unarudi kwa mfuko nampatia 500. Why? Na huyo ndio alikuwa anakuambia upate breakthrough. How can you borrow water where there is no water? Tujiulisane tu. How can you borrow water where there is no water? Or you come to my house kuomba moto na sina moto, alafu useme kuna mahali tunaenda. Hello? So sometimes you keep, sisemi ni wabaya, sisemi intercessors ni wabaya, but where do we go wrong? Because kama unaombea hii kanisa ikuwe na pesa, kanisa hii ikuwe tajiri, kanisa hii ikuwe na mambo mazuri, na wewe mwenyewe baka hauna ya kukula, does it make sense? Ma'am, does it make sense? It does not make sense. It does not make sense at all. We need to re-engage ourselves and understand and ask questions. What goes wrong with we the Christians? We who are closer to God than anybody else, because sisi ndio tutaenda biguni, wengine wote watachomeka. Sasa utaenda biguni na umasikini, na uja test life, na wale unasema watachomeka, anaendesha gari kubwa Mercedes, alafu unakuja unadanganywa na abiwa wachana na material thing. Material thing, nani alipatiana material thing? Ni shetani. Nani alipatiana material thing ndio kuja kuniambia ati gaiaroraga korodaroraga material thing? Then why did God give you? Why were you created? Why was Garden of Eden created? The Garden of Eden was created with fulfillment. Everything in that garden was there. Fruits were there. Plants were there. Nice things were there. And the glory of God was still there. A Garden of Eden. I'm told that even the creation of Adam and Eve, Garden of Eden was there. So God had created the material thing before bringing the man.
Even in that, you are created out of the soil. The soil is a material thing. So you are already a material thing. Then why do you run away from the material thing which you are? Hafu kujo niambia hapa tigana na indo cia guku thi. Ati ucio ndikwenda Kenya base ya guku thi. Twakinya ku iguru tu shall negotiate for there. Tusikwe wajinga kama venye tulidanganywa na hawa watu wa Catholic walikuja. Bori na ng'ombe itire na bata. Kile kina bata niki? Sasa enda Karen. Walikuja wakatuambia hivyo. Nenda Karen. Nusu ya Karen ni ya watu wa gani? Yeah? Catholic. Wao hawakuona haja ya mashamba nini? Lili wa Yesu akakata shamba. Ng'ombe ile msuri iko pale Tigoni ni ya Catholic. Ng'ombe msuri. Maziwa wanauza huko. Wamechimba mpaka kisima ya kuuzia watu maji. Wamejenga hospitali, wamejenga masule. Yeah? No lili wake. Kila kena patani lili wake. Ido cia guko theitire. We na Mukatholiki no mukegu. Wewe ni mchika. Maana yeye kwa nini zikakuwa mzuri kwake? Nenda Vatican. Vatican imejengwa na gold. Nenda makanisa yote ya Europe ya Catholic all over. I have been there. Nilienda na I'm going there again. And all the churches in Europe, they are temples zimejengwa na gold. Yani ugenyorero piremo uguo piremo ya kanitha kepira kila kirugamiti uguo umenyoe ikatwe upatiwe. Poverty inapotea kwa kilani yenu mzima. In fact, two churches tukiuza huko, it can run the economy of Kenya. Ile wenye walijenga. Sasa niambie, halafu mtu anakuambia hizi vitu za huko duniani hazina haja. Na Mungu amekwambia dominate. Mungu amekwambia subdue. Mungu akamwambia amekupatia ng'ombe, wanyama, miti, hizi vitu zote. What could be the problem between you and what God gave you? That is a serious problem. Na hiyo ndio nafanyanga, that is why we have Wednesday service. Wednesday service ni ya kupugusa ujinga. Hatuwezi kupugusa yote, kutoa yote, lakini tuende tukipugusana polepole. Hata mimi napugusa vitu vingi nafundishaga, sikujuagi najua. Hata mimi napugusiwa ujinga wapi? Hapa. Na nikipugusiwa ninaona hii kitu I can be able to afford, naenda natafuta na nunua. Ninakaa nayo because I want to drive a nice car here. Usidanganywe na wale Wakikuyu waliiba kawimbo kingine hapa atijakira kanyoba kule iguru keruru-ini kia muti wa muoyo. Usidanganywe na hawa Wakikuyu. Huyo ni mtu mwenye hakuelewa. Jakira kanyomba kona ine ko iguru keruru-ini kia muti wa muoyo. Ndwambe wake kanyomba goko kamburodi wa kiroko kule iguru. No akorire kule ni kule keruru kia muti wa muoyo. Ulienda huko, nani alienda karudi akatwambia kule kwena miti handetwo na kwena kiruru. Ndio Mungu akwambie, I have given you dominion over the everything, that you subdue the earth. He never told you to subdue the heavens. Ama alikwambia you subdue the heavens. Your glory is here so that you can be able to come out and enjoy the fruits and the authorities of the kingdom. So I want us to look, we are in this topic of understanding the witchcraft. Today we are looking at the powers of witchcraft. And as we get into the powers of witchcraft, we are getting to subtopic ambayo inaitwa high level spiritual manifestations. High level spiritual evil spirit or witchcraft manifestation in your life. Because this is what that has really caused us to suffer. This is what has that these other people in this world, they are capable of doing things. Like now, ile kitu iko popular saizi sana ni hii inakuta out of body experience. Unakuta mtu mmekaa naye lakini anajingoa kutoka from the body. Have you heard that with the young people nowadays? Out of body experience. Ana travel, anaacha body yake hapo, ana travel. Unakuta kamerada tu na kanajisamon, kanaenda. Alafu katakuja tena the following day ama after some few hours. Unasikia ametravel, ameenda Chicago, ameenda New York, ameenda kila mahali duniani. Ameenda mpaka India, amechukua vitu amelete. The other day I was listening to another Muslim akifundisha na mambo ya majini. Na alikuwa anafundisha na majini ni mazuri, na majini ni tool, ni majini ni vitu ambavyo wanavitumia katika kujinufaisha ama kufanya utajiri katika familia. Ati kuna yani majini ni mazuri, ni makusudio ndio mabaya.
That is what he was trying to explain. Majini ni mazuri, lakini makusudio ni nini? Ulikusudia nini? Kwa hivyo alikuwa na explain majini ni mazuri ya kwenda kutafutia hela, ya kutafutia utajiri. So these are summoned. Majini is a spirit, demons that are summoned to go and kutafuta pesa. The same thing you can find ukienda kwa mganga. Kwa mganga utapatiwa kitu kahilisi kanini, unaambiwa haka ndio katafanya biashara yako inawiri. Na ukienda ukiweka kwa mlango venye uliambiwa, ufuate maagizo mazuri, unaona biashara yako inakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaona biashara ya neighbor inaanguka, yako inakuwa. So you want to understand what is involved. Today I want us to look at the spirit involved in that act. The spirit that is involved. Because it is the spirit that has power. Spirit is more powerful than the body. Because without the body, without the spirit, the body cannot be called the body. Because you cannot be called a human being. Because God operates in the spirit, and also the devil also operates in what? In the spirit. Both God and the devil, they don't have a body. They use bodies of other people. Even the angels, they don't have bodies. Both demonic angels and the godly angels, they don't have bodies, but they use the spirit in them to operate, to do, to move, and to actualize their plans. So today I want us deeply to get deeper into the spirit involved. Because if we get deeper into the spirit involved, we'll be able to unravel, to understand what is this that has been costing you. What is this that has been a challenge? Because mtu atakuwa Mombasa kwa muganga na atasummon spirit, zitakukuta ukiwa Kakamega, zitakukuta ukiwa Amerika. Maana wengine wamerogwa na watu wao na wako Amerika, lakini wamerogwa na wakarogeka. So ni nini? What transmitted from where urogi ilifanyikia mpaka kule the actual culprit of the entire problem. So what is this that causes this to happen? The transmission, the spirit. Ma'am, turasho garige. Oka habere. Oka. Ikara hale dudai. Utumi wakoroga aikirio maroho morogi. Ayana kuria jemokawa ine dachokaga. Ego wake dachokaga. No agioka ikare thi ogwo tutwajaja kuhujia toroka munyita. This is very bad spell ambaye amerushiwa just to stop her, because this is a woman of God. This is a pastor. Lakini wamemcontain asijijue. Doka huko no maikara gikaro. Akiingia tu hapa because they understand. Hapa ndiye amekuja kufunguliwa. Lakini today lazima tutegue hiyo mtego. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisaidie the book of Genesis chapter number 1 verse number 1. We start now understanding the spirit. Because if we understand the spirit itself, you'll be able to understand what is really the problem. Because you come to understand this problem has always been with you, and it was something simple for you to have removed it. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning. Bwana Yesu asifiwe sana. God created what? And yeah, now let me ask you a question. We are on earth. Where does God live? Mungu anakuanga wapi? In heaven, sindio? God lives in heaven. Is that true? Hello, I'm talking Leon conversation. God lives, we call our heavenly Father. Is that not true? Now let us read together. In the beginning, God created. To stop there. In the beginning, God created. Stop there. Where does God live? And in the beginning, God created heavens. Does it make sense to you? Yeah? Where does God live? In the beginning, God created heaven. But where does God live? So, do we pray the God of everywhere? Do we pray the God of everywhere? The God of, He lives in heaven. But in the beginning, God created
heavens. Yeah? Where was he? Where was he when he was creating the heavens? Where was the air? Where was the air? He created. In the beginning, God created the heavens. So God does not live in heaven. God lives somewhere else, not in heaven. Or he was somewhere. Before he forms the heavens, before he forms the earth, he was living somewhere. Is that not true? Therefore, verse number 2. The earth didn't have any shape. Now you are understanding? The earth didn't have any shape and it was empty. Darkness was over the surface of the ocean. At that time, the ocean covered the earth. The Spirit of God was hovering over the waters. So the earth was not there. It was covered by what? By the waters. So this earth was not existing. So what was existing? There is another supernatural place where God lives. God does not live in heaven. He lives somewhere else. And the earth was formless. The surface was covered by the Spirit of God. Hello? The earth, let's read together. Maybe you are not understanding me. Can we read together? Is it in your Bible? Whatever I'm reading here. Yeah. The earth didn't have any shape and it was empty. The earth was what? The earth didn't have any shape and it was empty. So the earth was there. Are we getting our English right? So it was there, it's only that it didn't have any shape. So God came to formulate, to put a shape on everything. God came to make things that were there, they were existing, but he created them in a manner they are understandable. Darkness was over the surface of the ocean. So if darkness was there, the earth was there. Everything that we are seeing today was there. At that time, it was over the surface of the ocean. So even the waters, before everything, even the waters were there because there's an ocean. Now I want you to understand that things that you are fighting against existed before everything. The spirit you are fighting, the spirit that is speaking in your life, existed before everything else. Before anything else, the spirit was there. At that time, the ocean covered the earth. The Spirit of God was hovering over the waters. The Spirit of God. So the waters were there. Hello? Did we hear him created water? The waters were there. Did we hear him creating the darkness? The darkness was there. Also another thing that was there, it is the Spirit of God hovering. Verse number 3. Are we understanding me? This is a bit deep. I need a total concentration. God said, let there be light. So already darkness was there, but now God comes and invokes his powers to separate the darkness and the light. He said, let there be light. And there was light. Verse 4. God saw that the light was good. He separated the light from the darkness. So these things were there, but he came to separate them. He came to formalize them. He came to make them a reality. So my topic here, I want to concentrate on the spirit alone, not the water, not anything that was happening, but the spirit. So the spirit that has been tormenting you, because what we discuss here, what we come for, what God we worship, and everything that we do in our life is spiritual. So if life is spiritual, the spiritualism of life began way before. So whatever you are dealing with, it is much older and much older than anything else, because the spirit was hovering, the Spirit of God. Because there was no spirit of the devil. The spirit of the devil emanated much later, when there was war in heavens, when the Lucifer was sent away from heaven.
So that is why he came, he tapped some of the spirit and converted for his benefits. So whatever that you are dealing with, kile kitu ambacho tunakishughulikia, tunazungumzia kitu ambacho ni kitu ambacho kilikuwa hata kabla ya binadamu kuwa. Bwana Yesu, because these are first days, man was not there. So whatever unasema unapigana nayo. And that's why in the book of Ephesians the Bible says we don't war against what? Flesh and blood, but with what? The principalities and powers of darkness. So if there was darkness those days, so these principalities and the powers of darkness also existed. So ukiweza kuzungumzia mambo ya mchawi, mchawi hakukuja jana. Hapana, wa jana ambao unamjua kwa sababu alianza jana. Huyo ulimjua jana. But the spirit ya uchawi ilikuwepo hata kabla. So we are trying to decode uchawi ni nini na nguvu zake zinafanya kazi namna gani. Kwa hivyo kitu ya kwanza kuelewa, hizi maneno ambazo ziko kiuchawi ni vitu ambavyo havikuanza jana. These things have been there. They have been living with us. Bwana Yesu asifiwe sana. God saw that the light was good and separated the light from the darkness. Verse 5. God called the light day. He called the darkness night. There was evening and there was morning. It was day one. That was day one. So day one of God's work, it was the affirmation of his authority. Because verse 1 to verse 5 speaks about the authority of God, the God's personality, who he was and what he was. So if you understand the God's personality, who he was and what he was, then you will be able to understand that the spirit of God and the spirit of the devil emanated long time ago. It is only they were diverse. There was day and there was night. Bwana Yesu asifiwe sana. The night was owned by the people who wanted the night, and the day ikabadilishwa ikakuwa ya watu waliotaka kutembea na mwanga wa Mungu. So God's people were defined from that day. When there was night, watu wa shetani. When there was day, kukasemekana hawa, kwa sababu sisi tunatembea kwa nini? Kwa mwanga. We walk in the lightness. Tunatembea kwenye the light of God. We don't walk in the darkness. We walk in the light of God. So that is the first day where God separated himself from the powers of darkness. And that's now when watu wakagawa, watu wa kutembea kwenye giza wakatembea kwenye giza, na watu wa kutembea kwenye mwanga wakawa watatembea kwenye mwanga. This is now from verse 1 of Genesis to verse number 5, it defines the spirit of God and the power and the authorities of God. Therefore, I want to now to get a little bit deeper for you to be able to understand witchcraft. How is witchcraft transmitted from one person to another person? Witchcraft is transmitted by special forces, the demons. They are demons and they are angels. These things are two different. They are demons and they are what? They are angels. And angels are also in two categories. The demonic angels and also the godly angels. The demonic angels ndio tunazungumzia about the fallen angels. How did they come? After there was misbehavior between Lucifer and God and many things that happened, there came fallen angels. Bwana Yesu asifiwe sana. And these fallen angels ndio kunasemekana walilala na watu kukazaliwa viumbe vingine ambavyo they were more strong and very powerful. That is now walizaa nini? The demons. Bwana Yesu asifiwe sana. So they are demonic, they are foreign angels ambao ni wa kwa shetani. What walizaa nini? The demons. And now you come down, the demons zinakuwa categorized in different types of demons according to the responsibility and according to the work
ile kazi wametumwa wakuje wafanye. They are different. Kuna demons ambazo zinadili with the destinies, kuna demons zinadili na magonjwa, kuna demons zinadili na altars, kuna demons zinadili na kila aina ya kitu ambacho kufanyika kwenye maisha yetu. There is a demon responsible for that. If it is marriage, there are demons that deals with marriages. If it is giving birth, there are demons that deal with giving birth. If it is whatever that's around you, there are demons that are specified for a particular reason. And this is what I want also us to be able to understand, so that we can get deeper to the particular demons, so that we can be able to come out of it. In the book of kitabu gani inazungumzia kuzaliwa kwa Yesu? Ni Mark ama ni Matthew? Ni Matthew. When the angel Gabriel was sent, it's Matthew, yes, Matthew. But also in book of Mark, they have something. So Jesus, the angel of the Lord Gabriel, was sent to Mary and tell Mary that in your stomach, in your womb, there is a child. Na huyo mtoto atakayezaliwa ni mtoto wa kiroho. So Joseph was told that your wife who is a virgin atazaa mtoto. And then Joseph was very sure, I've never slept with this woman. And but the information here comes, is told what? That there is a baby ambaye utazaa. And then the question is, what kind of a baby is this? This baby that was born was a spiritual baby called Jesus Christ, because the Spirit of God came into the womb of Mary, and there was produced a child called Jesus. So Jesus is not a human being, a normal person. Jesus is a spirit. Are you getting me? Jesus is what? Is a spirit, but in the shape of a human being. The same thing happens to when you find you have a spiritual husband or a spiritual wife. When you have a spiritual husband who comes to sleep with you, and at some point you find you become pregnant in the spirit, in the dream, you already have a pregnancy of a spiritual man. Therefore, that pregnancy is real. That is what you need to understand. That pregnancy is real, only that it is in a spiritual form. So it will go 9 months kawaida ikiwa ndani yako, then utaota kwenye ndoto zako, utaona ukizaa mtoto. Huyo mtoto yupo, utamzaa na utamlea in the spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. So those are also that side, na hao ndio wanaitangwa demonic children. Na ukiingia kwenye line ya Yesu utapata is godly children who have come in the form of a spirit, but in the form of God. And this one have come in the form of a spirit, but in form of a demon. So utakuwa na mtoto in the spirit, in the spiritual. Na wengine huzaa physically watoto. Ulilala na mtu ambaye ni spiritual, lakini ulizaa mtoto ukajipata uko na mimba, na ukazaa mtoto ambaye ni hai. Kama sasa Yesu alizaliwa kitu physical kinaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia hivyo katika ulimwengu wa giza kunazaliwa watoto ambao ni wa kishetani. In the book of Job they describe the sons of what? Hello, the sons of the devil. Who are the sons of the devil? These were born and they came to this world courtesy of the devil. That is why they are called the sons of the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, as Jesus was born of the Spirit, also there are other children who are born of the Spirit. Sometimes they call themselves, unakuta mtu anasema mimi am an alien. Have you heard that statement? Kuna watu wanaisemekana they are aliens, they are not human being. Now it depends, you are an alien from where? When ulizaliwa. Kuna watu wako na supernatural brains. Kuna watu wako na supernatural capacity and capabilities. Those are spirit born people. They see things not the way you see. They see things differently. They see things they see this world in a different way. Ukiangalia kama mtu kama anaitwa, although ni mzungu, acha tumtumie tu, kama mtu kama Elon Musk, what he's doing is extra. Angalia mtu kama Bill Gates, what he's doing is extraordinary. But look at Bill Gates. What does he do? His intention always is to kill.
Bwana Yesu asifiwe sana. His intention, whatever he's doing every single day, is thinking on how to kill, how to depopulate. Now, who gave him responsibility to bring down the population of the earth? Now they are working on viruses that will cause the population of the world. They are currently planning to eliminate 2 billion people. That is why they have brought vaccines za polio. That's why they have brought vaccines za kila kitu hizi mnaona zote ambazo mkidugwa, they put some proteins in your body, and from there you become weak. And once you become weak, ukidugwa hiyo wale walidugwa hii shindano ya nini ya Visa na hiyo nyingine zote, ukiwachunguza sana, they are HIV positive. Their immunity was weakened. When your immunity is weakened, you become positive. Not that you did some sex somewhere, that is why you have positive. No, but most of those people are dying. Most of people now are facing challenges in their life. Most of those people are facing clots in their bodies ambazo zinaingia kwa heart, and they are dying. Why? Because it was a programmed agenda to cause people to die, because they want to reduce the population of the world. Why does Bill Gates think that way? Right now amepatiwa barua Kenya a vaccinating ng'ombe zetu zote. Why will he want us to eat GMOs? What is his mission? Because he is a son of the devil. He wants to distort the plan of God. And why is doing this? And then he is empowering young men and men to go to become gays and lesbians. Bwana Yesu asifiwe sana. So that he want to stop the production that was created by God. The line of God, that is what they were planning to distort. Kuvunja plani ya Mungu yote isikuwepo, ndio watengeneze plani yake. Ukiona saa hizi roboti zinatengenezwa nyingi, hata wamama wametengenezwa maroboti wazuri, hata wanaume wametengenezwa maroboti wazuri. Very soon mwanaume akikusubua, sisi sasa binadamu nikikusubua roda, unaenda kwa duka, unachukua mwanaume, unaenda naye kwa nyumba, unanunua nani wako. That is the agenda they have. Now when you are going to be sleeping with robots, tutapata watoto kweli? Sasa wewe mwanaume na mimi mwanaume tumeenda kwa kitanda, tumedugana na huko nyuma, tutapata mtoto kweli? Wewe mama na wewe mama umechukuana, mnaenda mnadugana venye mnadugana, wengine wanadugana na nini na robot, wengine wanafanya mambo mengine. What does that mean? They have killed the plan of God. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the main agenda ya kina Bill Gates na watu wake, to make sure. And when they bring GMOs, you die easily. When they are bringing all these vaccines, is to kill you, to destroy you. Polio, inaitwa nini? COVID was manufactured. HIV was manufactured. All these viruses, they were manufactured in a factory by kina Bill Gates Foundations. Today if you announce ya uko na dawa ya ukimwi saizi, announce saizi ama nitagasa leo, utaona watu wa CNN wamekuja hapa kunihoji. But they are not CNN, they are CIAs. They will come and kill me. Wale watu wakina Omega, PL Omega, wale watu wakina David Koech, wale watu kina yule anaitonga Muongo, what? They died mysteriously. Why? Because they announced they have discovered Cameron. Cameron is a cure for HIV. But who gave them permission to discover? They were called, they were given awards huko nje, but they were wakawekiwa kakitu, they died. Koech alikufa kama garbage hapa juzi. Tulimusika juzi. He died a garbage. Dr. Ule Nim Foundation, Muongo, he died like a garbage. Ule Professor Omega died like a garbage. Those people were involved in the production, in the creation of that medicine, Cameron. All of them wamekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee mwingine hapa wakati wa COVID, he was a bishop, he was a Catholic pastor, si ndio? Mwenye aliexplainia watu how to do it, how to do kufight COVID, ukunywe hii, ukule hii, ukule hii. There is a mtu alikuwa wa Catholic, akaexplainia watu. Alimaliza wiki mbili? Hakumaliza wiki mbili. Kwanza hiyo COVID ndio ilimuua. And that lady from America mwenye alijaribu ku-explain, we have the medicine and it is this medicine and this medicine and this medicine, was a Nigerian lady. She died because there is a plan, there is an agenda, and this agenda is that which they use, and that is what we call the witchcraft, the spiritual high level witchcrafts that controls the world.
Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what I want us to unravel so that we can be able to understand. And the moment you understand, you will be able to understand there are demons that control this world. There are demons that control the economies. There are demons that control families. There are demons that control farming. There are demons that control everything. There are demons that control your health. All they are programmed according to the programs ambazo wamepatiwa. They act on different platforms. Because the demon that control your destiny, they will not touch you until you touch the destiny. Any demon ambayo inashughulikianga destiny ya mtu hazita kuguza as long as you are not interfering with your destiny. They will not touch you. They will only rise up when you are about to get into your destiny. Kama uliitwa kama mchungaji, the day utashika microphone uanze kuhubiri, that is utakutana na vita. Utapigwa vita. Utapigwa mpaka unafukuzwa kanisani, unavurugwa, marriage yako inavunjika, ukienda nyumbani unavurugwa, unaenda hivi unavurugwa until kila kitu yako imesimama. Ukiachana na hiyo destiny hiyo kulikuwa nataka kufanya, ukirudi kwa baa unakuta wanakutafutia baka kazi nzuri, unakula vizuri na inakuelekeza uwe ukienda kwa baa kukunywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo zinadili tu na destiny. Now those are very dangerous demons. Because every time when you live, kama sasa kuna watu hapa ukitoka kanisani uta drive Range Rover. Ukitoka tu kanisani uta drive Range Rover. Zitakupatia mpaka nyumba mzuri na kazi mzuri utapata. Utaenda mpaka America. But the people ambao utaenda kukutana nao America, utaenda kukutana na gay. Ukirudi hapa ulienda ukiwa mtu ameokoka, ukirudi utarudi ukiwa gay. Utakuja hapa ukianza kutafuta watu, unasema I have something nice here for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Utarudi ukiwa lesbian. Utarudi ukiwa kitu ambacho ni garbage. Because what? They discovered who you are. They removed from you wakakutoa kwenye sehemu ambayo ungenawiri, ungekuwa mahali kwenye shamba ambalo lilikuwa linakufanya wewe ukue. Wanakuondoa kwenye shamba hilo, wanakupeleka kwenye shamba lao. They will be dealing with you from there. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi wakati tulianza katika na was in Mungiki, when I now decided now I want to serve God, I want to be with God, nikaokoka. Nilipookoka, kitu ya kwanza which came very easily without my struggle is a green card. I never applied for a green card. Mzungu tu aliniuliza, alikuja akajiambia mimi I'm a political officer from American Embassy. Ukisikia mzungu yote amekwambia ni political officer from embassy, huyu anakuaga CIA. Sasa wakakuja wananipenda, we admire how you do things, you know, you are such a good leader. Mimi mzungu akaniambia watu wanaidaga hije na green card. Akaleta tu story, nikamuuliza can I get one? Akaniambia oh, do you want? Within 3 days nilikuwa na green card. Na nyinyi mnatafuta hata saa hii najua mmeapply, mnataka kwenda. Acha nikwambie hiyo kitu, achana nayo. From that day maisha yangu ilianza kwenda namna gani? Because within 6 months tulikuwa America. 6 months without any single struggle, but wakati nilifika kule, kwa sababu ilikuwa abrupt thing, I sold everything that I had so that tukue na pesa tuende tukainvest huko. Wewe nilirudi hapa na slippers. Bwana Yesu asifiwe sana. I came back on slippers. So they wanted to go, I go there, die. They want to go and kill me down there. Unfortunately again separation ikaingia. I lost my family. Nikarudi na watoto wangu, bibi nikamwacha huko. Juzi nilimwona kwa TV akisema ako na cancer. Bwana Yesu asifiwe sana. So these things will happen because they follow your destiny. They follow wherever you are going. They follow whatever you are doing. And in that process, as they follow wherever you are going, they know where to nail you. They know where to hit you. So if you don't understand very well what is the pattern of your life, these people will use it, the pattern you have, they will use it to confuse you, and they know you are going to become a leader. They will not use any other thing. They will use the leadership line. They know you are going to become a businessman, a top businessman. They will use the business line. They know you are going to become a preacher. They will use the preacher line. Because how I became a Mungiki leader, I formed Mungiki and I became a Mungiki leader. And I became so strong. In my 21 years, I was controlling the nation. So you ask, where was I getting these powers from? Where was I getting this energy from? Where was I getting this force that everybody was respecting me? Even the president himself alikuwa ananiogopa. Kwa nini? Because this demon manufactured me and created me a big thing that everybody was scared of, because they wanted to comfort me in their territory, in their kingdom. So I forget the line that God called me for.
Bwana Yesu asifiwe sana. Anything you are given an opposite of it if you're not careful. So when they found now I am coming back, because when I got saved, before that I used to work with the CIAs. I used to work with them as political officers. They used to interview me. If you ukiangalia kwa ile ilikuwa inaitwa hii ilikuwa secret what? Walikuwa natoa report secret. What do they call it? WikiLeaks. If you go to the WikiLeaks, I have so many files there about me. They wrote about me and many things. But eventually when I got saved, these people now started coming to me. And I became a darling to them. Why? Because nimeanza kuguza karaini ka kile Mungu amenitia. Nimeanza kuguza karaini ka kuingia kuhubiria watu, kuambia watu hii mambo ni ya shetani na hii mambo ni ya Mungu, kuambia watu wachana kuiba, wacha kuua, wacha madawa, wacha banki, wacha gayism, wacha lesbianism, because all this belongs to the kingdom. Unfortunately again, nikiwa kwa Mungiki, all these things tuliziona. There's a time I was a Muslim, and nikiwa Muslim nilipelekwa mahali na nilionyeshwa ulimwengu wa giza unakuaga na nini. So all these components, because nilikutana na mtu anaitwa Osama bin Laden na nilifunga mpaka bomu hapa akinifundisha jinsi ya kukufa kwa sababu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikagundua huko ndani kuna mambo mengi. Kuna wengine walikuwa ni magay, kuna wengine walikuwa ni lesbian, kuna wengine walikuwa natumia majini. Walipatiwa ranks kulingana na ile kazi walipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko wakati niliona nikubaya, mimi nilitoroka, na nilitoka kwa Muislamu nikarudi. Niliporudi hapa, nilikuja sasa nikaingia kanisani. Kuingia kanisani ndio nilipata green card. Iniodoe hapa, inipeleke kule Amerika. Niende nikae Amerika nikiwa mtumwa huko, nikifanya kazi zingine huko, nikifanya mambo mengine, ndio nisahau with the calling that God called me with. So these demons are programmed to make sure you don't succeed in your line. They will always give you diversionaries. They will always create something different. They will come, they will manifest you depending on how powerful you are. If you have an angelic ministry, they will send to you angels of their line to come and manifest themselves to you, so that you will not touch your line. You forget about your line, you keep on their line. Are you getting me? So if it is job, you are a businessman, they will create a business for you, but it will not be your business, it will be somebody's business. But when you go, you start working that business, unaona inakuwa, na inakuwa mzuri sana. Ukienda kufungua yako inaanguka. Lakini ukirudi ndio uache na akili ya kufungua yako, ukae kwa hii, uendelee kuwa mtumwa. Na at the moment you unaendelea kuwa mtumwa, watakutumia mpaka wakati wamejua now you are exhausted, you are outside the brackets of your blessing. Now they withdraw you, they drop you. Ndio unaona watu wengi wangekuwa successful kitambo, wamesimamia makampuni very successfully, wamesimamia mabiashara very successfully, lakini wakati walienda kujaribu kazi yao ilianguka. Why? Because the management, hiyo kitu walikuwa na manage hiyo biashara ni biashara yake. Hiyo ndio mwito ambao umeitiwa, kuwa na biashara yako, lakini walikudivert, wakakupeleka mahali uliajiriwa, ndio that energy ipotelee in that business, ndio upite katika mipito ya time and season. Vitu zote huwa zinakuja in the time and in the season. Nothing comes outside the time, nothing comes out of the season. And numerologies ndizo zinatumikana sana. Kwa hivyo they will make sure when it is your season, God had chosen that he will bless you between your, ukiwa na miaka 30 na miaka 40. They will keep you busy between 30 year na ya 40th. Hiyo ingine kwenda juu, because you are out of season, they will not touch you, they abandon you. Ndio unakuta sasa unaanza kustruggle. Ulikuwa na energy, ulikuwa na nguvu ya kufanya kitu ukiwa at your 30, at your 31, 32, 33, 34, 35, you had much energy and bright ideas and good ideas, but you didn't use it. Energy yako yote ilitumika katika kusaidia watu wengine. Unakuta watu kama 10 hivi unapeana good example. Mimi nilisimamia Safaricom, mimi nilisimamia hii kampuni, mimi ndio nilisimamia hii. Between this year and this year I was a manager here. Na ukiangalia record ya hizo makabuni during your time zilitajirika sana. During your time, that is when they had a breakthrough. During your time, that is when they conquered. But when you came to start your round, inaaguka. Unajaribu kuweka akili zako zote, inakataa. Why? Because
the demons ambazo zinakushughulikia, ambazo zilitumwa zishughulikie line yako ya biashara, zilikukamata zikakupeleka kwa nani? Kwa kampuni zingine, unufaishe kampuni zingine, lakini sio wewe unufaike. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo sasa ndio tunaita high level witchcraft, because you don't seem to understand. You unaona ni kama, maana Safaricom itakuandika mshahara 1 million. Bwana Yesu asifiwe sana. Safaricom itakupatia gari, Safaricom itakupatia allowances all manner. Utakuta by the end of the month you got like 3 million ambazo ziko kwa account yako hazifanyi kazi, lakini because of the plenty of the money that is coming, that is how plenty the luxury ambayo uko nayo, unakuta you have a luxurious life ambao una spend 2 million in a month. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyumba unakomboa Runda ambao unalipa 500,000 na hauwezi nunua plot, lakini every month you pay a rent of 500 million. Na katika hiyo kulipa 500 million unakaa ni party is after party after party, party after party, and every this party unasikia ina spend 1 million. So you be spending because these demons are programmed to make sure you don't become stable, but they will give you comfort so that you will never be able to sit down and question your life. Why am I going through this? Why is this happening? Why is this not working? Bwana Yesu asifiwe sana. Until such a moment that you will be able to come and detect and decode what they have coded you with, because every demon has a code that codes you with it. Therefore you will not become out. Na ndio unaonanga mambo ya numerology inatumika sana in the kingdom of the devil and in the kingdom of God. The numbers ni kitu powerful sana when you are dealing with God. The numbers ni kitu muhimu sana when you are dealing with the devil, because you see sometimes you say kwa wakati wa Safari Rally hawakuanga na namba. Safari Rally hawakuanga na namba number 13. It was removed. Haiko. Unakuta Safari Rally car number 1, number 2, number 3, number mpaka 12 inaruka 14. So you ask yourself, katika ulimwengu huo ni kwa nini, ni nini waliona na number 13? Ukikuja kwa Wagekoyo utakuta number 7. Number 7 Mwagekoyo hapendi number 7 kabisa. Mwaga mugwaja muru. They don't. Na alafu wakihesabu they don't complete the number. Yani they don't leave the number. Kama sasa wasichana Wagekoyo walisemekana ni 9, lakini wanasemanga keda moiholu, they fill it with 10. And also Wagekoyo they don't sacrifice in undivided month. Mwezi ambao sio divided by 2, cannot be divided by 2. They don't give their sacrifices. They give their sacrifices in a month that it can be divided by 2. So you understand, in that area, katika maisha hiyo na misingio wanaangazia numerology. Ukikuta kwetu na kulisaga day 2 Mungu alifanya nini? Day 2 Mungu alifanya nini? He separated the light and the darkness. So day number 2 to me, number 2 to a Christian means separation. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 7 to a Christian means what? What did God do siku ya 7? Yeah? He rested. So it is a number of completion. Bwana Yesu asifiwe sana. So to us numbers are very important. To witchcraft numbers are very important. So it is very important for you to understand what is the demon that is operating around your life, around you. And this demon, they start with you when you are born. This demon, they start with you when you were in the pregnancy of your mother. This demon starts with you when your mother was created. Because if you look in the book of Jeremiah 1 verse 4, the Bible says, before you were born, God knew you. Before you were born, God knew. And Jesus, the Bible says, before the creation of the earth, Jesus was there. So before Jesus came, he was known, the world knew him. And that is why Jesus was sent as a sacrifice to give a sacrifice on behalf of the earth, because he is older than the earth. Are you getting me? So whatever that is tormenting you, it is not a yesterday demon. It is an old demon that was created before your grandfather was created. That was created before your grandmother was created. That was created before the great grandfathers were created. So that it has been programmed to run through the family. Na ndio tunapata their generational curses. There are forces in the family that operate. These things were created to run through the family, and they keep monitoring, because they will keep monitoring who you are, what you are. They have your own, they have a data for you.
They know at this age you have been programmed, this is what you become. At this age, this is what you become. At this position, this is what you become. So the demons also, they have a record of you. They know what you're going to become at your 30. They know what you're going to become at your 40. They know what you're going to become at your 50. So what they have been placed to do is to make sure whatever you are going to become has been put under control. Ndio unakuta look at you and they see a very bright woman. People look at you and they see a very bright man. People look at you and see a very bright person. But in you, you are empty. Because they have removed anything, any systems that can be used. And that is why they steal. They are able to steal your star. In the program of stealing your star, it is meant to make sure they remove the cord. Because every man, every woman has a cord, has a heavenly cord. And that is the cord that dictates your life. Are you getting me now? That's the code that dictates your life. So whatever they will endear to make sure is to remove that cord from you, and then they cord you with their own cord so that they can be able to move. When I was born a leader. I was born a king. I was born something that is not like any other. So the demons were able to know this is not an ordinary boy. Therefore, the demon kept moving alongside me. In my sixth day of my life on this world, nilichomeka hapa. This part of mine, it is my mother's skin that was cut from here. Nikaeko hapa. Niliangushwa kwa maziwa moto. Nikachomeka hii nyama yote ikatoka. Naambiago kwa sababu kuna picha za X-ray nazionanga. Naambiago hizi matumbo yote ilitoka nje. Kutoka hapo kiangalia hapa ninakuaga nimekatwa. Nikiwaya kilinishika. Kilikuwa kinataka kunitoa macho. Kutoka hapo niliendelea kuishi maisha ambayo yalikuwa mabaya. Kuna siku niliumbwa na ubwa hapa. Karibu nikatwa miguu zote mbili. Bwana, nilianza kuoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo maisha yangu ilibadilika, nikaanza kuishi badala ya kuishi na binadamu nilikuwa naishi na maumbwa. I was a darling of dogs. Kijiji yetu mzima nilikuwa naita maumbwa zinanifuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo tukatengeneza kitu inaitwa Mogeke. Mogeke ilitokana na nini? Na kutopigana na Wakalenjin kule Moro. Wale walikuwa wametuletea nyefu. Nikiwa as young as I was, I led a contingent of men, circumcised men, mimi nikiwa kipi. Na tukashinda wale. Nikaua ubwa ya Wakalenjin ambayo walikuwa natumia kula kiapo ikuje watupige. Tukamaliza huko na tukashinda. As young as I was, nikakuwa ordained. Wazee, badala wazee wa kanisa wakuje, wazee wa maumau wakalete ng'ombe na mabuzi, wakaniinitiate, wakasema huyu mtu alitabiriwa. Mogo wa Keviro amerudi. Na kutoka hapo nikachijua ng'ombe na nikachijua buzi. Kutoka hapo sasa nikakuwa jaba ya rorere. And from there nikatepizo kwa wazee wate mpaka kwa waganga wa Kikuyu. Wakaenda wakarusha bogo zikasema ni huyu. Wengine akarusha bogo nikasema nikapakwa vitu na nikaekwa vitu kwa Mungu. Nikatolewa kwenye plani za Mungu. Nikawekwa kwenye plan zingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikatolewa kabisa. And from there I became so powerful, so strong. Ati Kenya hii nilikuwa tunakohoa. Nikiwa miaka 20 nilikuwa nakohoa kila mtu anaitika. Nilimember nikiwa na miaka 21 nilisema hakuna mwanamke Kenya atavaa turosa. Mulivaa? Nimwekelile mvuto. Hamukuvaa. Nilisema mkae kwa nyumba. Nisikutane na mama kwa barabara. Hakuna mama alitoka, hata mama yangu alikaa kwa nyumba. Mama yangu mwenyewe hakutoka. Sasa you can imagine. Lakini nikirudi nyuma, angalia, my great grandfather alikuwa mganga mkubwa sana. And my grandfather now ndio alianzisha Maumau, General Waroige. Ukienda pale hivi unapata barabara inaitwa nini? General Waroige Street. Hiyo ni guka yangu. Na yeye ndiye alianzisha Maumau wakiwa na huyu mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wao ndio walianza na mama yangu na guka na huyu wao walifugwa hapa Kamete. Wahilo miaka igana? 3. Alifugwa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Guka yangu Waroige ndio alianzisha Maumau wakiwa na Kemani, wakiwa na nani? Na Mathege, wakiwa na Itotia, wakiwa na Mwariama. How they were 7 Maumau generals. Kuja hapa kwa Mogeke. Dora Waroige ndiye alianzisha Mogeke na Maina Jega na Kamunya na Waithaka na Joroge na Kamau. Zote tulikuwa 7. First cousins, all of us.
We started Mungiki, we are first cousins. The Mau Mau founders were first cousins. So who were we? Were we the children that were born 1970s, 1980s? We were not. It is our grandfathers who got into us. So it was manifestation of our grandfathers. So whoever you are saying hiyo Mungiki akizunguka hapa, si huyu, ni kale kamuzee. That is why nikiwa na miaka 21 nilitetemesha Kenya. It was not me, it was that grandfather wa miaka karibu hiyo yote. So there are people here, muko hapa, muna behave, unaonanga mtu akikuangalia hivi unafikiria hiki ni kijana, lakini ukiangalia tabia na mienendo unaona anaenda kama kamuzee, anaenda kama, yani hata kushokelera unaona anashokelera maneno, unaona huyu ni mtu wa miaka magana meri. Ushaikutana na kasichana kadogo kametoshana hivi, uria kararuga irio kona ne kamutumia gakuru kararuga irio ginya mithiire uria karakinya kira maundu ukona gaka ne kamundu ka miaka magana meri, na ne kana kaigana atia ginya uria kararia uri wariria ni mwana waku karirio ni mwana waku karigo ni mundu mugima kana ni mwana, because yeye ni another body. He's using a body of a small boy, but the spirit is 300 years. Are you getting me? Are you understanding what I'm saying? Because Jeremiah was just a young boy, but God says, before you were born I knew you. Before your grandfather came I knew you. Before your grandmother and your grandfather and the great before they came on earth, I knew them, I knew you. You were known before your great grandmother. So how old was Jeremiah? How old was he? Before he was born, your mother was known. Before your mother was born, you are known. Before your grandmother was known, you are known. Before your great grandmother was born, you are known. So how old are you? Ujoke jamani nakatumia gaka, nikatumia gaikarete haka horeru, gatiwe maundu maige, joke gaja, ni ukonyona we ni ukonyona leo. Na turamenya uradiri na shosho wa miaka magana mugwanja. Hujui? Uradiri na shosho, agokorora tu ugo na ritho, ati wauga atia? Ongerothi ukiharaganaga. 2 days later unaenda mazishi. Na hakukuroga ni kunena tu alinena, maana ndani yake there is a lot of power, there is a lot of spiritual power, there is a lot of connections. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Ndio uliona wakati Uhuru wa Kenyatta, wacha niwapatie very good example ya rafiki yangu anaitwa Uhuru wa Kenyatta. Wakati tulichagua Uhuru, he was a young man. Mnakumbuka? He was very young. Mtu mzuri, mtu jovyo, mtu alikuwa na idea mzuri sana. Lakini alipochaguliwa, alifanya nini? Aliitisha Biblia ya nani? Aliitisha Biblia ya baba yake. Akarudi akaitisha bendera ya nani? Ya baba yake. Aliapa na vitu gani? Na spirit ya baba yake. So what happened to him? Aliondoka the Uhuru to revolt, akaingia baba yake. Kutoka hapo Uhuru alibadilika akakuwa kimzee. Simuliona akitoka alikuwa mzee? Mpaka akaanza kuita Uhuru huyu kijana akae kidogo. akae kidogo tutamchagua baadaye wazee wa, because aliingia category. Baba yake akikufa alikuwa na miaka ngapi? When the father died, he was 70. Yeah? 70? Really? He died in 1978. How old was he? From 19. Is it 18, 19? Yeah? He was about 79 years. Tuseme alikuwa na 80 years, for example. Huh? Sindio? So until the day Uhuru alifanyika president, Kenyatta alikuwa na miaka ngapi? Yeah? Uhuru became the president after how many years of the death of Kenyatta? Around 30. Ongeza kwa ile 180. Kwa hivyo alikuwa na 1. So the moment Uhuru picked the spirit of the father, he became 110 years. That is how, that's why Uhuru became so confused in his leadership. Because he picked a spirit that was older. And he became so old. So there are people who will operate in the spirits. There are people who the spirit will manifest to him. I remember one day as we were doing the campaign with Uhuru, kuna siku alikuwa troubled sana. Alituambia alienda hapa kwa kaburi ya baba yake, akasummon baba yake. Wakaanza kuongea.
When Uhuru was so much in trouble or so much in issue, and that's a Kenyatta family for you, they go to the grave of their father and they will summon the father and he will appear. And they will speak. Na atawatatulia shida zao zote. So, spirits can be summoned. Samuel, the book of Samuel, first Samuel, chapter 13. Saul akaenda kwa mama mganga. Kisha akambia yule mganga amuitie spirit ya nani? Ya Samueli. Was he summoned? Samueli, huyu mama alienda na akasummon the spirit of Samueli. Samueli alipokuja, alimwambia Saul, walizungumza wakaangaliana hivi na wakaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walipoongea akamuuliza, ni kwa nini umenisumbua kutoka kaburini? Wadhubura neke kumokirine. Then what happened? The spirit of Samuel, kwa sababu ili complain, ikasema you have disturbed me. You wadhubura neke. What Samuel told him, what? Alimwambia nini? Kesho masaa kama hii tutakuwa na wewe. Did he die? He died immediately. So this is the spiritual witchcraft in the system, in the high levels. That thing will be programmed in your life. Whatever you try to do does not work. The people you meet in your life ni watu waganga, ni watu wachawi, ni watu wako demonic, because they have demonic powers around and they will be programmed. Maana kule kwa Mungu wamejua you are programmed, destined to become this. So they will continually work against you to make sure you don't go where you are going. That is why many people are suffering and you keep wondering, why could this be a problem? Why? I have tried, I've gone to church, I've gone everywhere, nothing is working. What is really happening to me? Nothing much is happening to you. Well, what is happening to you is that you have been decoded. Umekamatwa. In the spiritual realm, ulikamatwa. That is why you will never be allowed to meet the right person for you. You will always meet wrong people, wrong demons, the demons that will remove you from the plan of God. Because they know who you are. They know what you are. And that is why normally we find people, we bring people to the altar. We dedicate our children to the altar of God, so that the altar can keep them to the promise and the plan of God. It is through the altar that all these things will be protected. Because there are people that you are born of the spirit, and therefore if you are born of a spirit, like now, to say you are born of a demonic spirit, then I marry you. What will happen? Me, I'm born of the spirit of God. You are born of the spirit of the devil. You will be appearing to me in different forms. Sometimes you'll be appearing to me as a young girl. The other day will be appearing to me as an animal. The other day will be appearing to me as something else. The other day you will keep tormenting me until I die. Because the program is you are sent as a demon to come and live and walk with me, to make sure that whatever plan I have does not succeed. So there are these people who are born demons. They are demons. They are not human beings, but they are carrying a body of a human being. They went through their stomach, through the pregnancy, and they came. And these people, they are with us. Some of us are here, are in churches. Some of us are in families, they are couples. Others are children. Others are in school. Others are all over in the world. They are there. They were born of the demons, but they are existing with the body. Therefore, these people, we are going to marry them. These people, you are going to employ them. These people, you are going to work with them. And these people manifest in different forms. This a person utamuacha kwa kitanda kama mumerara, lakini usiku ashaenda. Asubuhi utakuta mkube mko na mtu hapa, lakini hamukua, alikuachia body akaenda, because he is a spirit. She is a spirit. This can happen to your child. This can happen to your husband. This can happen to your wife. This can happen to your pastor. This can happen to anybody around you. This can happen to. And this is the major problem that we are facing as Christians, because we don't understand the spiritualism. If you go to other churches, the denominations like Buddhism, like Kapila verse 2, like all these, they know how to actualize the spiritualism. Because you can hii kitu inaitwa yoga. Unaona anafanya yoga. That's demonic. Unaona anafanya hivi. Anafanya ana summon spirits. Ndio sikuje zimefanyia kile kitu nataka.
And this person will appear, anaishi South Africa, anaishi West Africa, lakini atakuja na huyu unamwona, body itabaki South Africa, lakini atakuja baka hapa na apie kwangu. Ninamwona ni mtu, but I'm dealing with a spirit. Body iko huko na watu bado wanaona body iko huko. Nitakwambia, I will visit you in the night. Nitakuja, but I will come in a form of a spirit. I'm in America, but I will come to Kenya in a form of a spirit. Na nitakaa kuja na nitakuja tupange na wewe na nilale na wewe na tuzae mtoto na wewe, but it is my spirit ambayo imekufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. So this kind of a power ndio inatumika na magician, ndio inatumika na watu wengi, ndio inatumika na ma president. Some people say Raila is a spirit. Have you ever say so? Raila is a spirit. Sometimes he disappears. Wakati mara ngapi amepigwa marisasi na unakuta walipiga gari wakakuta hakuwa kwa hiyo gari, lakini they were very sure alikuwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anapotea na anaenda. Alafu mnakuja kusikia alikuwa kwa hiyo gari nyingine na hamkumguza. Mnamrudi mnamuona kwa press conference akisema they tried to kill me. Why? There are people that you walk around with. There are people you live with. There are people who are your brothers, your sisters, and they are not human beings. They are spirits. So imagine uliolewa na mtu, umelala na wewe, uko na sperm za mtu ambaye ni spirits. Uko na mata tulimumunya na spirit. And this thing ndio inafanyika sasa na mambo yanaitwa gayism. Gayism na lesbianism si ati kuna mtu anakuanga ameplan saizi nitaanza kuna niniwa na huko. Hapana, they don't plan to do so. But how I will pick this man, nitamtongoza muka, nikutongoza kidogo. Nitamtongoza, nitamwambia na muonyesha mambo mazuri, mambo nini, I will befriend him as a normal man and as me normal man. But what I will do is to make sure nimempeleka kahawa, kaa chini. Wale wote wameingia kwa gay, wale wote wameingia kwa lesbianism, nikupelekwa wamepelekwa shopping, nikupelekwa wamepelekwa kwa kahawa, nikuinunuliwa mainua, all of them ukiwauliza they have been involved in a glass of wine. And the day alikunywa hiyo glass of wine, akageuka immediately, alijikuta asubuhi kama amefanyiwa kitu. Na kutoka hapo anaanza kupenda yeye mwenyewe. Sasa ndiye anaanza baka kufanya shopping ya mtu. Si ati aliingia kwa kupenda. Many pastors you see in Kenya, I know several of them, very popular pastors and bishops in Kenya who are in it, and they were recruited that way. I know personalities, business, politician. Hawa watu walifukuza Gachagua wote. Ile group yote uliona ilikuwa very vocal kwa kufukuza Gachagua, ni magei wote. Kwa sababu Gachagua alikataa na nini? Na mzigo. Yeye akaambiwa lazima ukanyage nje, maana serikali hii ni ya hii mzigo. Ile pesa ilifanya kampeni hii ni ya hii mzigo, na wanataka serikali wakamata serikali. Na ndio na sisi tuliingia kwa mlima kuomba Trump aingie, huyu mama asiingie, maana huyu mama ni wa mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukangangana huko kwa mlima, maana walikuwa wanataka kugawa mlima. Ndio mama mlima ndio inazuia hii mzigo ifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukashida, Trump akashida. Sasa the first statement ya Trump alisema nini? LGBTQ mtafute mashimu ya kukaa. Na hata hapa tumedeclare sasa ni vita. Rais Ruto atuambie kama yeye ni wa hiyo kitu, atuambie. Maana huyu mama, kuna mama alikuja hapo juzi na amesema watatupatia pesa. Si kuna mama mliona wakisalimiana na huyu mjamaa? Huyu mama ndio chairman, ndio mkubwa wa mzigo. Sasa atuambie ni wa mzigo ama si wa mzigo. Maana tutamngoa, lazima tutamtoa. Kama ni watu, kama Museveni alisema atafugia kama wewe ni gay, akatai continue being a gay. Lakini tutakufugia ndani ya jela. Msiwagane mpaka mtuletee mtoto. Usipolete mtoto, mjue hapa hakuna hii nini. Bwana, because there is reason for why we have sex. Before reproduction. Bwana Yesu asifiwe sana. So Kenya lazima tutainuka, tutasimama na tuhakikishe LGBTQ, it is a crime. In fact, a capital crime to be in this country. Just imagine kana kana kihikire gyaku urenda gikakutira mutwe uigwete nekyo gera thanduriro na guko ni mwana irie. Just imagine your son at the Hasiara
Your daughter hatazaa. You see, hiyo ninataka watu kama 5 6 hivi wapigwe marisasi, watu wote wakiona, ndio watu wajue Kenya imebadilika. And that is what we are going to do. We are not going to allow them. We are not going to do anything. Wako hapa Westland, that is where they meet. Na ma hospitals zao. Unasikia mtoto wako kana ya mom. Me, I think I was born a girl. Niko na feelings za msichana. So I want to be transplanted. Niwekwa hiyo kitu ya mama hii ya mzee itolewe. Na America wanasema, Obama na huyo mama wanasema it is the right of the child. Venye anataka lazima ifanyike. Just imagine. Yasani anakukuja, ulituma Yasani akiwa mvulana, anakuja akiwa girl. That is things that we must condemn. Not only condemning, but fighting it completely. Because it is a spiritual concept to make sure they have depopulated the world. When all men will sleep with men, it means there was no production. When girls will sleep with girls, there will be no production. God does not condone gayism. God does not condone lesbianism. There's no angels that condone, angels from God who will condemn. These are foreign angels who will come and tell you we are the angel from God. These are foreign angels. Na hao ndio walikuwa Sodom na Gomora. Angalia wakati huyu nani alikuwa na babana, ni Jacob wakati alikuwa anataka kubarikiwa. Na si alikuwa pande hiyo ya Sodom na Gomora. Akaambiwa sasa tunataka kukubariki. Akasema hapana, na Jacob alingangana. Ukiangalia walingangana na malaika asiagushwe. Maana alifikiria ni watu wa Sodom. Hakuwa anajua ni malaika. Alikuwa anafikiria ni watu wa Sodom. Na kungangana kwake alingangana kwa nini? Akiprotect. Bwana Yesu asifiwe sana. Baka wakati walimvuja mguu, akamvuja mguu, alipovujika akaaguka chini, akaona hakugeuzwa. Ndio akashindwa, huyu kaleo huyu. Ndio akajua ni malaika. Akaambia malaika, wewe wedi, hautoki hapa. Dokuma. Otadadhimeta. Lakini kumbuka ashafujwa mguu. Sasa watu wengi tunarealize Mungu amekuja kwetu wakati Mungu umevujika. Maana alikojea akaokojea. Na imagine unetokogaruru. Akaokojea, it didn't work. Akaikachitwa huyu na yeye. Hii usiku yote nimengangana. Kumbe hakuwa watu nafikiria. Sometimes sisi tunangangananga na life. Tunangangananga na maisha. Kumbe ni Mungu alikuja. Tunafikiria ni mambo mengine. God wants to bless you, but because you don't understand, you have been carried away from this world. Because the demonic powers, kumbuka ile spirit ya kuiba blessing ya baba ya brother yake, bado ndio ilikuwa inamwambia wewe huyu mtu ni modo shishi yako kuna nini udhokia. Na nasikia kwa Sodom na Gomora walikuwa ni watu strong, maana ni wazaliwa wa majitu wa minini, the foreign angels. They will come and pretend that they are angels from heaven. They are not angels from heaven. They are angels from the dark world. They are angels. Hawa watu wa Freemason, they use angels from the dark world. Hawa watu waganga na wachawi, they use angels from the dark world. But they will speak, they can prophesy to you. We have pastors, we have bishop, we have archbishop. I know of an archbishop who is a gay here in this country. Nani mstrong sana, na anatoa sauti mpaka watu wanasikia kweli, jaba ya fololi. Lakini ni mtu ana huko nyuma. Kuna vijana wake wawili wamekuja hapa, walitoroka kanisani. Kwa nini? Kauza nikikelato mile mumeko ate asha hayo. Ate sasa tumekuwa na yeye, alafu anachukua mtu wa praise team mmoja hapo wa gitaa, anachukua anaacha. Sasa mimi nimekasirika, ndio maana nimetoka huko. Hakasiriki eti kwa sababu anakuwa kifanya vibaya, anakasirika kwa sababu amekuwa short changed. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the spiritual world. That is what they manifest. That is what they do to you, so that they can pluck out and decode, remove the code that is you. Every person is coded. Na ndio naona wanataka kutuweka hiyo code yao ya 666 so that they can code us into their systems. In the heavenly realm, we are coded. Every person has a role, has a function, has a system that operates in you.
And that is what they interfere. And they will interfere with you through sex. Hiyo ndio wanafanyanga. They use sex to interfere, to destroy every system that are in your life, so that they can make it that now they remove you from the plan of God. They put you into their own plan. Hiyo shida ambayo unapitia sasa, it is because you are decoded. It is not you, because you are not, because the blessings does not come just anyhowly. Your anointing does not come anyhowly. Your husband does not come anyhowly. Your wife does not come anyhowly. Your children do not come anyhowly. They come as part of the code. Your business, your ministry, whatever you do on earth is coded. Therefore, once they remove the code, they interfere with the systems of blessings. Now they remove your code and they put this code here, and remove her code, put it here, and remove this code, put it here. Then now the functionality of heavenly realms will not find you. You will not be located. Now you live poor. You come, I pray for you, nothing happens. You go pray somebody, nothing happens. Until you get back. And that's you nasema nyota yako iliibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizi nyota zinaibiwa hata kwa shule. Be careful with your children when they are going to school, more especially watoto ambao they are good performers. If your child is performing very well, be careful, because the parents who are witches, the parents who are in this other world, they will ask their children, who leads you? Wanasema ni mtoto fulani anaitwa Kemani. Then go chukua sweta yake ama chukua kitabu yake unilete. Then they go decode. Huyo mtoto wako anaanza kukua last. Yule alikuwa last, unaona amekwanza kukua number 1. Because they will only remove your brain and take it away and now give. Ule sasa unakuwa exchange. Wewe ulikuwa number last, huyu anakuwa number 1. Ya huyu itatolewa iweko kwa huyu, ya huyu itatolewa iweko kwa huyu. Sasa maisha yako imebadilishwa. In your life, usipopatana na mtu ambaye anaweza kukufundisha, akusaidia kutoka hapo, forever utaishi maisha ya kubadilishwa. Unaenda unakuta wewe makaratasi yako ndio ilikuwa number 1, wewe ndio ulipita interview, lakini all of a sudden mtu mwingine alikuja hadi wakisote makaratasi, jina yako ndio iliwekwa, ya huyu mwingine ndio iliwekwa ndani ya kompyuta yako ikawachwa, na wewe ndio ulikuwa umepita kwenye interview. Because there is a decoding, kuna kitu kilibadilishwa. Na kama sasa Wakristo tukaweza kama tungeweza understand the system, spiritual realm system that operate in our life, we will be the best people in this world, because we have Jesus Christ as our head. But because wewe umezoea pokea, unapokea nini and you are not decoded? Unapokea nini? What are you receiving? You need to understand this world is coded, has a code from day 1. From day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, God made everything the way they are supposed to be made. But now the devil came and changed the systems. That is why alienda kwa mama pale, akamwambia mama, wewe mama, sikiliza, hii kitu ukikula utapata akili. That is now decoding. Hii kitu ukikula utapata maarifa. That is decoding. Hii kitu ukikula utakuwa hivi. That is decoding. So alidanganywa na the same thing ambayo iliwekwa pale, na akakula, ikamtoa. Ndio immediately walianza kujiona. Alipoenda naye akaenda kwa mume wake, akapatia mume, naye mume akakula. Immediately Mungu akatokelezea, akaliulizaje, mko wapi? That was the question. Mko wapi? Walimjibu aje? Hapana. Walisema tuko uchi. Walijuaje wako uchi? Wameulizwa mko wapi? Wakasema tuko uchi. Nani alikuuliza swali ya uchi? Because now you are not the program that was left. You are speaking a different direction. A different thing ndio ina happen kwako. Are you getting me now? Are you understanding what I'm saying? Ama tumepoteanwa? Yeah? Let us look at these powers. In fact, I've been discussing about the powers of witchcraft. They got the ability to harm and to harm others through evil spirit and the demons. They got the ability to harm you through what? Yeah? The spirits and demons. So they are the spirits and they are what? Demons. And those are the things that you need to understand. A demon will appear to you physically. I will appear to you. But I can also come to you through a spirit. Are you getting me? And I will come in any form. I will come in a man's form.
kama ina Ruto form, na unaanza. Kuna wengine wanawataka hapa, nasema niliona Ruto amenipebelea. Kwanza interrogate the spirit that you are using. Hello. Leo imekaa ngumu kwenu. How do they come? I want to look at the powers of witchcraft, and the powers of witchcraft are diverse, and they include these things. I want to mention very fast kwa sababu naona masaa imeenda sana. They include, number 1, casting of curses. This one comes and happens through spells and magical words and gestures to inflict supernatural harm. So whatever they will come and speak to you, they are inflicting. And for us, many of us, be watchful when you are in your social media. Tujaribu tusaidie mpaka watoto wetu from social media, because that is where demonic powers are now interchanging. Somebody will appear to you in the Facebook, in the YouTube, in whatever system, in the TikTok. Kumbe huyo mtu amekuwa kikulocate from that angle. Wameambiwa wewe kaa kwa TikTok, wewe kaa kwa Facebook, wewe kaa kwa YouTube, this is where you are going to locate. Me, when I was doing some YouTube with some YouTubers hapa country, kuna wakati ilifika nilianza kusikia, nasikia kitu kama kinaanguka. Yani nikiamuka hivi nasikia ni kama nimewacha nyama hii forehead, ni kama nimeiwacha chini. Nasikia kitu vuruta hivi. Mimi sikuwa najua. Mimi maneno yote nawafundishanga nimejua in 2 years. Just 2 years ago. Ndio nimeanza ku understand after being subjected to tough things like that one. So wakati nilikuwa naamuka hivi nasikia ni kama kuna kitu nimewacha chini. Nasikia mpaka naona nimejishikilia hivi. Si kujishikilia ati kwa sababu nimetaka kushika, hapana. Ninajaribu kuzuia hii forehead isianguke chini, maana na feel inaanguka. Alafu nasikia kuna kitu kinaninyonya. Unasikia kuna kitu kinakunyonya. So ndio nikaanza kupoteza memory. Tukijenga hapa, wakati tulikuwa tunafanya renovation, at some point nilipoteza memory kabisa, mpaka ninasahau. Tukiongea nikikwambia sasa, what's your name? Able explain to me. Explain to me your name. By the time I start my name, nikienda Joshua nimesahau nilisema nini. Bwana Yesu asifiwe sana. I struggled with that problem for about 1.5 months without understanding ni wapi hii kitu mimi nanyonyewa. Kumbe wale ambao walikuwa wananifanya my interviews za YouTube, kumbe ni wao walikuwa wananinyonya. Bwana Yesu asifiwe sana. So mimi nilingangana because nilikuwa na mpaka nasahau. Kuna siku nilisahau njia ya kwenda Rugai. Nikaendesha gari nikajipata niko Gong. My brothers nimwambia kuja ukae na mimi. Sasa alikuwa ananibeba. Sikumwambia what I'm going through. Sikumwambia what is happening because nita explain ni nini what is happening to me. Sinywi pombe, sivuti bagi, sinywi madawa, hakuna kitu nafanya. Lakini I'm struggling to live. I'm struggling to exist. I'm struggling even to know what is happening around me. So after I struggled mpaka nikashindwa, I remember nilijaribu kupigia Bishop Harrison nganga nimwelezee. Ninampigia, ninajaribu kukumbuka nilikuwa nataka kumwambia nini. Inashindikana kabisa. Mpaka akaniambia kuja. Kwa sababu anashindwa, ninampigia namwambia ninakata simu. Tena nampigia. Mpaka akarealize kuna shida. Mungu kivyake akamzungumzia. Akaniambia kuja. Sasa mimi nikamwambia brother yangu, si unajua kwa Harrison yetu twende. Nikaenda huko. Nikufika huko nilijaribu kumkubuka na shidwa. Nanga akaniangalia, akaniwekea tu mkono hivi. Akasema, nakumbuka tu maneno alisema, ninakurudishia memory yako ile iliibiwa na watu ambao ni wa shetani. Nikajiona niko kwa kanisa na nikakumbuka everything. Immediately
aliponirudishia, na akasema nyota yako na irudi, na akanipaka mafuta. Kutoka hapo maisha yangu ikarudi normal. And most of us tumebebwa, maana memory kwanza ndio walitoa, wakaweka memory ya usherati. Sasa wewe unaonaga tu mwanamke kama huyu, unaona mwanamume unatetemeka tu, unaikiradi ginya radio wekate radio todo, unaona mudu mukatu hakilishi ya kushida kuonia ndio huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Most of us, our memories have been taken away. Most of us tumebadilishiwa. We are not the original version of our life. We are not the original people that were created. Something has happened against you. That is why your thinking capacity is completely different. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale ambao tumefanya nao karibu sana, nikiona unaanza kumisbehave kwa kitu hivi, I throw na kuwekanga mbali kidogo. Nitakusaidia ukiwa mbali na hata kuwa karibu, because I have an experience. Ninajua utapoteza. Miezi miwili mimi nilistruggle. 2 months hapa nilistruggle. To be very genuine on you, I lost over 2 million hapa. Nikipatia watu, sijui nilikupatia nini. Ninakupatia 100,000, sijui. Nililipa vitu sijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wengine sasa ndio nimeenda nikiwafuata nawaambia nilikulipa pesa fulani. Ulilipa, hata mimi nikashindwa. Umeandika hasi, kuna mtu nililipa 500,000. Si kujua ni ya nini. Alikuja akanirudisha because rafiki yangu akaniambia niyo nani doraga oje, doraga jeta ile kajira siali yake. No. That's a different person altogether. Ile kitu walimfanyia hapa huwezi jua. Alikusema aliita mganga. Alisema Raila ni mganga. Ati akaingia kwa BBC akasema hakuna siku nyingine kutakuwa na nusu mkate. Sasa hizi ni nini iko? Hata anakumbuka. Na amekuja ameambiwa na Raila fukuza Gachagua. Alifukuza Gachagua kama umbwa. Look at the speed serikali ilifanya wakati huo. If we can have that 1 month, tutumie 6 months with the same speed kujenga hiji, Kenya will be a first world class nation. Hiyo speed ya kung'oa Gachagua ikaweza kutumika kwa maendeleo, kujenga mabarabara, kujenga mahospitali na mashule. Hata Amerika watakuja kufanya benchmarking Kenya. That speed, we need such speeds katika development ya nchi. Jamaa alikuwa anaweka tu button usiku mpaka Orego, mpaka nikashida. Orego alituliandamana hapa kwa barabara, akasema hakuna siku nyingine sheria ya Kenya itafanywa usiku, ama vitu vyovyote vitafanyika usiku. Si mliona Orego Senate usiku saa 8 usiku? Yeye nasikia ndiye alibeba karatasi ya kwenda government press kuandika Kenya gazeti usiku. Orego, the man who fought, the man who drafted the constitution of this nation, he was doing it in the night, whatever he drafted against. Now you come to understand, we are operated from some world. We are operated from other forces, other darkness forces. We are operated from things that has not. Ebu angalia juzi tu, Trump aliingia kwa kiti, economy ya Germany ikaanguka. Sasa Germany na America distance so far, lakini nasikia Germany na Britain sasa itaanguka. Next week utasikia economy ya Britain next week inaenda chini, ya France inaenda chini because of Trump. Why? Because this European country, they anchored their country under the spirit ya hiyo gay na lesbian. Na huyu jamaa amedeclare, amesema hiyo spirit ameiua. So immediately iliulika, kila vitu vikaanza kufanyika differently. The moment you kill the spirit that has been tormenting you, many things will start happening in the negative. Maana mabda ile gari uko nayo uliinunua na hiyo spirit. Ile nyumba umejenga ulinunua na hiyo spirit. Hiyo watoto umezaa ni hiyo spirit. What will happen if I cut that spirit? They will all go. Na ndio nanga ukikuja mahali kama hapa tunavunja madhabahu. Tukivunja ile madhabahu imekuwa imekushikilia, unatepefa. Unaweza kwenda zero. Because all these things will be taken away from where they had come from. Sasa utawachwa uchi. Sasa uinue madhabahu ingine ndio ikusaidie kusimama. Tusimame kwa miguu yetu. And number 2, as you stand, we have this casting of curses, this the spell on magical words and gestures to inflict supernatural harm. Number 2, they use body parts. Witchcraft, they use what? Body parts. They target, sometimes they target your hair. Ukienda kwa waganga watakukata nywele yako. Sio waganga tu, hata bibi yako atakunyoa, hata bwana yako atakunyoa nywele yako. Atakunyoa makwapa,
atakunyoa sehemu nyeti, atakung'oa kichwa. Number 2, they use nails. Dua rahisi. Number 3, they use your saliva. And number 4, they can use your urine. And number 5, they can use your pupu. Bwana Yesu asifiwe sana. The same thing you see the doctors use to diagnose diseases in you. The same system they can use to diagnose the spiritual power in you. Are you getting me? So these things, they are very important. And that is why when you dream with you na pupu, it has a spiritual meaning. If you dream na makojo, it has a spiritual meaning. If you dream your hair dropping, it has a spiritual meaning. Everything that is around you has a spiritual meaning. So number 2, they use what? They use body parts. And the others, they also use sexual organs parts. Recruiting you, they will make you sleep with some other forces. Watakugeuza walale na wewe, because kurarwa na wewe, a man sleeping with a man, it is an altar. It is a sacrifice that orients you into an activity, and from there you become spiritually oriented to become a person who is powerful in that kingdom. So kurarwa wanaume, it is a sacrifice, na hiyo ndio shetani anatafuta. Wanaume wengi wararwa na wao watoe ikiwa sacrifice for his kingdom to stand. Gayism na lesbianism, it is an altar. It is a sacrifice towards an altar. And it's demonic, real demonic, high level demonic. And from there, if you ukifaulu kurarwa na wewe, na watakuletea kitu kinaitangwa other angels. They will come, and those foreign angels, other demons, they will come and sleep with you. And if you manage, ukifika level ya kurarwa na wewe na hizo demons and forces and other forces, if you come ufike, kama umefika that level ya kurarwa na wewe na demons sasa, it means you are highly ranked in the spiritual realm. So whatever you be doing, wherever you be doing, you can even fly, you can go, you be speaking with those demons. Watakuwa wanakuja, they appear in front of you, you speak. Tutatembea na wewe, you are a demon, lakini tunatembea, tunaongea. Sisemi wewe ni demon, tunaongea, lakini huyu hakuoni, lakini mimi ninaonekana. Lakini we are, because umetoka kwenye ulimwengu, uko kwenye ulimwengu mwingine wa kuongea na mapepo na kutembea na mapepo na kukaa in the environment ya mapepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nakuta kuna mtu anaweza kuja amekaa hapa lakini amedisappear, mnashindwa ameenda wapi, because ni watu wako highly ranked katika ulimwengu wa kiroho, na hao ndio wanazungumzaga na watu. Unasikia kuna mtu anakuzungumzia, haumuoni, lakini unasikia kuna watu wanakuzungumzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia umelarwa na wewe lakini hujui, na unasikia kweli kuna mtu anakuingia, na ukienda kupea unakwambia kaa mzuri, na unakaa mzuri, na unaanza kumuita bebu, na humuoni, na unamuita bebu. Bwana asifiwe sana. Those are now, they deal with what? Sexual organs. And number 3, making potions and poisons. Hii sana sana inafanyika na watu hawa wagaga wa kiama na wengine. Unatumia animals katika kutoa madhabihu na herbs. And lastly but not least, number 4, ni necromancy, the practice of conjuring the spirit of the dead or through divination. Conjuring the spirit of the death. Hii unasikia kwa lia na agomi. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimeona mmestuka vizuri. Mmestuka nini? Sasa angalia mtu huyo mko na wewe. Muangalie tu, muulize swali tu. Wewe ni spirit ama wewe ni binadamu? Muangalie kwa macho. Uone venye anafanya tu macho, utajua ni spirit ama ni binadamu. Yes. Ogopa watu. Unaweza kuonaka, unaona kama mama tu kako hapo. Na si mama, ni roho. Hello. Now that is the problem we are facing.
Isiyo shida, you are not poor, lakini kodi yako ilitolewa. Ile inafaa kukuletea. Uliibwa ukapelekwa, ulibebwa. Sasa wewe unakaaga tu hapa ni kimutu, unafikiria unaona mtu na hakuna. Nikijua gerado wa mwedha haa. Kuna mtu wa worship ama walietaka. Tulivuja hiyo kitu. Nataka utafakari tu, cheza tu keyboard peke yake. Just keyboard peke yake. Nataka utafakari maneno yote ambayo tumeyazungumzia siku hii ya leo. Iko ndani kidogo katika ufahamu. Jiulize, the life that you have been going through, is it the life that I'm supposed to go through? Jione kama, have you ever been a spirit that is demonic or godly? How were you born? How have you lived? What kind of a life are you in? Look at your business life. Look at your family life. Look at your ministry life. What kind of a person are you? Umevunja kanisa ngapi? Umeua wachungaji wangapi? Umeua biashara ngapi? How many people have you killed through your spirit? How many destinies have you killed through your spirit? Just tafakari. Unapoinamisha vichwa vyenu. Yes. Inamisha tu kichwa chako. Tafakari hayo. Jiulize, where are you headed? What are you? In your family, hayo maneno yote yamezungumziwa. Is it in your family? Is it in your mind? Is it in your life? Yourself in the spirit. Nasikia watu wa shetani, they know how to connect. You too know, you must know how to connect in the heavenly realms. Break that bondage, break that system that has cost you the challenges of life. Zungumuza, fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako. Mwambie Mungu, nimesikia hayo yote, nimeyatafakari, nahitaji msaada wako. Mwambie nahitaji msaada wako. I need that connection back to my life. Call me back to what I am supposed to be. Give me that indicator that I am still. Mwambie Mungu, nataka kuregea kuwa mimi ambaye uliniumba, mimi ambao ulinitengeneza, mimi ambaye ulimfanikisha. Mwambie nataka kuwa mimi. I want to be myself. I want to be me. Nahitaji msaada wako Baba. Nahitaji kuregeshwa nyota zangu. Nahitaji nyota yangu ikarudi. Walichukua nyota yangu wakapeleka kwa waganga, kwa wachawi, wakaipeleka kwa Freemasons, wakaipeleka kwa Illuminati, wakapeleka kwa watu ambao sio wazuri.
Inua tu mikono yako juu kidogo, mwambie Mungu, I surrender. I surrender to you tonight. I surrender my family. I surrender my ministry. I surrender my business. I surrender my body. I surrender my spirit. I surrender everything to you, Father. That from today, kutoka leo, katika njia yote ile, katika njia yote ile, katika njia yote ile, Bwana, nakuomba tu mkono wako ukanishike mkono tena, ukanifaulishe kwenye malengo yangu, ukanifaulishe kwenye njia zangu, unikanifaulishe, nifaulishe, nifaulishe. Nimeteseka ya kutosa, nimeibiwa nikapelekwa kuzimu, ninatumika kule baharini, ninatumika kwenye giza, ninatumika kwa njia ambayo sio nzuri, nimetumika kwenye ufalme wa giza, nimekuwa mjamzito kwa ajili ya mimba za kishetani, nimenyang'anywa vision yangu, nimenyang'anywa, wamechukua kilicho changu, nimebaki bila. Mwambie tu nimebaki bila. I am empty. I need your hand tonight. I need your touch tonight. Ninakutarajia, ninakutarajia. Guza tu moyo wangu, guza tu moyo wangu, niguze tena, niguze, niguze, niguze.